Katika episode namba 4 tunaonyeshwa hili tukio ambalo lilitokea nyuma wakati Akoto anamwomba huyu bibie ampeleke kule alipomuona Monster, na huyu bibie aligoma kabisa kumpeleka. Hivyo ikabidi aondoke na Akoto naye ikabidi aelekee eneo la tukio. Unaambia huku Nafisa na Boateng wamekimbia mpaka yani hawaamini walichokikuta kijijini kwao. Lakini huku napo Ofoli akakutana na Akoto njiani. Akamuuliza anaelekea wapi? Akamwambia anaelekea mtoni kwa sababu amesikia dada yake pamoja na Boateng wamerudi kutoka mjini. Na kingine yule mnyama mpya aliwavamia kule. Akamuuliza vipi tunaweza tukaongozana? Akasema kwa nini nikatae? Basi kwa pamoja ikabidi waelekee eneo la tukio. Huku napo maaskari wamekimbia, lakini kuna mwingine amejificha hapa kwenye mtende. Akawa amemwona mwenzake, ikabidi amsogelee. Kwa hiyo akamziba mdomo. Akamwambia hatakiwi kutoa sauti kwa sababu hii ni hatari kwao. Akamwambia kwa hiyo tunatakiwa kubaki hapa ili tumuue. Akasema sawa, nipo hapa, tutapambana naye. Basi ikabidi wasonge kwa ajili ya kwenda kuangalia na wenzao. Heyo MTZ! Na hii ni MTZ 94, hivyo turn notification bell, subscribe, comment na like. Hivyo chili kwenye kiti chetu cha familia. Anyway, wakati Akoto na Ofoli wakiwa hapa njiani, mara kikaumana mzee. Ngoma hii hapa mjomba, saa ngapi wasianze kukumbatiana? Ngoma ikaanza kuwasogelea mpaka walipo, alafu ikawatoa speed mita mjomba. Sasa Ofoli akakimbia moja kwa moja akaja kujificha hapa. Sasa wakati amejificha hapa, ngoma ikatinga, ikaanza kumwangaza huku na kule. Lakini kumbuka kuwa huyu mnyama yeye anaona, kwenye upande wa kusikia ndo kipengele. Ngoma ikampita hapa bila kumuona, lakini ilivyogeuka hivi ikawa imemuona mjomba, ilimuungia huyo. Yani hapa Ofoli miguu yake ndio imuokoe, alikimbia moja kwa moja mpaka mtoni. Sasa kwa kuwa Ofoli anaamini kwamba Monster hawezi kuingia kwenye maji, ikabidi aingie kwenye maji. Alafu ngoma inakuja imechemka mbaya mbovu mjomba. Ofoli akaenda mpaka katikati ya kina kirefu cha maji, alafu akasimama. Kwa kuwa anaamini kwamba Monster hawezi kufika mpaka hapo alipo, akaanza kutamba. Anasema mimi ndio mfalme wa huu mto. Hivyo njoo sasa, mimi ndio mfalme wa huu mto. Mwamba akajimwamba fai mpaka akaanza kupiga kifua chake. Divataizi la kwanza, ngoma ikapiga kelele, likasema usinitanie mjomba, likamfata huko huko kwenye maji. Ofoli amini kabisa anachokiona kwa macho yake ya nyama. Ikabidi aanze kusonga kwenye kina kirefu. Akaona isiwe kesi, ikabidi azame. Ngoma ikaanza kuangaza pale, ile anaibuka akakutana naye uso kwa uso. Alipiga kelele kama mwendo wazimu, akazama tena. Ngoma ikaanza kumtafuta tena. Sasa kila akiibuka ngoma hii hapa, hivyo inambidi tena azame. Awamu hii alivyozama na kuibuka, akafanikiwa kutoka upande wa pili. Unaambiwa alikimbia mpaka kisigino kikagusa kwenye kisogo, na hii ndo ikawa ponapona yake. Huku napo Akoto ndo anakutana na Nafisa pamoja na Boateng. Nafisa akamkimbilia kaka yake na kumkumbatia. Boateng akamwambia Akoto asipige kelele. Akamwambia usipige kelele, kuna Monster. Akoto akasema ona, huyu Monster mpya sio kama yule wa mara ya kwanza, lakini ninafurahi kwamba nyinyi wawili mpo salama. Lakini kuna habari za kusikitisha, kuna mnyama mpya ambaye anaua watu hapa kijijini. Anasema wakati wapo njiani yeye na Ofoli walikutana na yule mnyama, na hicho kitu ndio kilichopelekea yeye na Ofoli wakachengana njia. Sikiliza, hata sisi pia tumeshambuliwa na huyo mnyama. Unaweza kuzungumza kwa sauti, sikusikia unajua Okay sawa, sikiliza. Tulishambuliwa tukiwa njiani na yule mnyama, na hivi sasa ninavyozungumza na wewe, askari ambao tuliokuwa tunakuja nao tuliwapoteza njiani. Natumaini watakuwa salama sasa. Angalia, hatuwezi kwenda kuwatafuta au maaskari kwa sasa. Usalama kwanza. Unatakiwa kwanza uende nyumbani, upate nguvu, upate kitu cha kula kwanza, na upumzike, sawa? Usalama kwanza mjomba, alafu kadri tunavyoendelea kukaa hapa, ndivyo tunavyozidi kuwa katika hatari kubwa. Basi washikaji ikabidi kuchimba ili kuepusha tatizo jingine. Sasa wakiwa wamerudi hapa nyumbani, Boateng akauliza kwamba kwa nini huyu mnyama mpya ana uwezo wa kuona lakini hana uwezo wa kusikia? Anaweza kuona, hawezi kusikia. Hii ina maana gani? Inamaanisha ana tabia kama mamba. Naam, hilo ni swali zito sana. Anasema nilikuwa pamoja na mfalme, na kulingana na mfalme, kuhani mchawi asiyejulikana alitembelea nyumbani kwa mfalme na kumpatia taarifa kubwa kuhusu msiba ambao unakaribia kukikumba kijiji chetu. Na hii ilikuwa ni taarifa nzito sana kwa washikaji, bado inazidi kuwachanganya. Nafisa anauliza kwa nini miungu wa hichi kijiji wanaruhusu jambo kama hili kutokea? Tumemaliza tu kumuua yule mnyama wa kwanza, sasa hivi tena na huyu mwingine. Kwa nini? Yani ana maswali mpaka anajiuliza na mwenyewe. Haimaanishi kwamba tutashuhudia watu wetu wakifa tena.
hilo ndo linaniumiza. Swali ni kwamba kwa nini wanaendelea kuja kijijini kwetu? Je, wao ni marafiki zetu? Akasema mimi mwenyewe sina jibu kabisa la maswali yenu, lakini jambo moja ninalolijua kwamba tunapaswa kuchukua hatua, yaani tena ikibidi wanatakiwa kuchukua tahadhari haraka iwezekanavyo. Huku napo upande wa pili tunawaona maaskari wakitega mitego hapa. Sasa sijui kama watafanikiwa kumnasa huyo mnyama. Sasa wakiwa katikati wanaendelea kutega mitego, huyu askari akahisi kama kuna jambo haliko sawa, ikabidi achukue kwanza chuma yake, na kweli ngome ilikuwa imepita, lakini hawakuiona vizuri. Ile kuangaza huku na huku, hakuna kitu, ikabidi waendelee na kazi yao. Taratibu wanaendelea na kazi yao, mara ngoma imetinga. Ngoma taratibu ikaanza kumsogelea mshikaji, lakini bibi akawa ameiona, akamwambia mshikaji atulie. Mara bibi akanyanyua chuma ile kumpiga hivi, akampiga mshikaji wake. Mwisho wa siku mbio zake ndo zimuokoe, afu ngoma inakuja speed mita nyuma. Ngoma ikafika mpaka hapa, hola, bibi hayupo. Likaangaza alikuambulia kitu, likabidi lisepe. Kumbe bibie alikuwa amejificha kwa hapa chini na alikuwa amejipondekeza kwenye nyasi. Basi akanyanyuka, akatoka, akaangaza huku na kule mbele. Sasa kafika hapa kwa mwenzake, kitambo sana ameshakufa. Ikabidi aichukue ile kofia yake akaivaa kichwani, kisha akaondoka eneo la tukio. Anyway, huku napo Boateng, Nafisa, Ofoli pamoja na Akoto ikabidi kuja kuonana na mfalme hapa. Mfalme akasema, wakombozi wangu nimewaita hapa kwa ajili ya ishu maalum. Anasema kwamba kuhani wa kichawi ameniambia kwamba huyu mnyama mpya anaogopa kichwa cha mnyama wa zamani. Wow, hii mbona ni nzuri sana, angalau hata tuna kitu kuhusu hilo. Mfalme akasema ndiyo, tunaweza tukatumia hili kumpeleka mbali kwa muda, lakini bado tunahitaji kufanya mapema na pia kufanya jambo fulani. Tunaweza kukitumia kichwa hichi kumwokoa kila mmoja kwenye hichi kijiji. Akasema exactly, mfalme wangu, upo sahihi kabisa, umesema tu kile ambacho kipo kichwani kwangu, kwa sababu nimekuwa nikifikiria kama hili ni kweli, tumeweka kichwa hichi ndani ya ikulu wakati wote, tunakitumiaje hichi kichwa kinapokuwa kimewekwa kwenye jumba la kifalme ili kuokoa watu wote hapa kwenye hichi kijiji? Mtukufu mfalme, kama huyu mnyama mpya anaogopa tu kichwa cha mnyama wa zamani, basi ina maana kwamba kuna kitu cha kipekee kwenye hicho kichwa. Kwa hivyo je, kuna njia yoyote tunaweza kufunika kitu au kutumia kichwa hicho kumuondoa au kumuua mnyama huyo? Nafikiri tu, je, kuna namna yoyote? Nafisa akatoa wazo kwa kusema kwamba kwa nini wasitumie tu ile njia ya mara ya kwanza walioitumia kumwangamiza yule mnyama wa mara ya kwanza, na huyo wamwangamize hivyo hivyo. Wakasema kweli, hiyo ni pointi mjomba. Kwa upande wa Ofoli ni muoga kinyama, anadai kwamba huyo mnyama sio wa kawaida, yaani huyo mnyama ni hatari sana kwa upande wao, sio kama wa mara ya kwanza. Huyu anaona, yule alikuwa asikii, hivyo anahofia tu kwamba wanaweza kupoteza maisha yao. Washikaji kwa kuwa tu wanamfahamu, hivyo ikabidi tu wasimtilie maanani. Huku napo polini tunaiona nafsi ya Fifi ikiwa imetulia zake hapa. Dada yake Mansa anafika akiwa anatokea polini na yeye kukata kuni. Akauliza, kaka, unafanya nini hapa peke yako? Kaka tafadhali, tunaomba twende nyumbani, tulikumisi sana. Akasema hakuna muda, kuna mnyama mpya kwenye hichi kijiji, unatakiwa uende na kumwambia Nafisa, lakini ukitaka kumuua huyo mnyama hivi ndivyo unavyopaswa kufanya, unatakiwa akaamshwa pale pale. Ilikuwa ni ndoto bana. Akamwambia, unalala sana. Sasa kwa nini na wewe umefanya hivyo? Nimejaribu kuita jina lako mara kibao sana, lakini ndio hivyo tena. Haya, ni nani aliyekupa mamlaka kuniamsha kiasi hicho? Mansa, kwa nini upo kama hivyo? Una tatizo gani? Samahani bwana, kwa kuwa hivi nilikuwa katikati ya ndoto muhimu sana uliponiamsha. Basi samahani, sikulijua hilo. Akasema ni sawa, hata hivyo ungelijuaje wewe sio msomi wa akili? Mansa, lakini si nimesema samahani. Mansa akasema basi sawa. Hata hivyo uliota kuhusu nini? Anasema kwenye ndoto yake alimwona kaka yake, alikuwa akiniambia siri ya suluhisho, na kwa kweli alikuwa akinipa ufunguo ambao ungefungua suluhisho la tatizo tulilonalo, lakini kabla ukawa umeniamsha. Kweli, lakini samahani. Akamuuliza, lakini kuna njia yoyote ya kuendelea na hiyo ndoto? Like serious kweli? Hivi unafikiri ninatania ama nini? Kwa nini unaniuliza swali kama hilo? Kwa hiyo bado una hasira? Hiyo sio kwamba ni movie ambayo unaweza ukairudia season 2. Akaona tu ni upuzi Mansa wa watu, ikabidi ajinyanyukie na kuondoka. Huku napo kwa mfalme, Nafisa anamwambia mfalme kwamba, mtukufu mfalme, niruhusu niseme kwamba tuliporudi kutoka mjini tulikuja pamoja na baadhi ya maaskari. Wow,
Kwa hiyo wako wapi? Habari ya kusikitisha ni kwamba mnyama huyo alimpiga mmoja wao tulipokuwa tumefika tu kando ya mto. Mambo yalizidi kuwa mabaya na sote tukapita mwelekeo tofauti, hivyo mpaka sasa hajui kabisa walipo. Boateng hauna idea yoyote? Akasema ndiyo, kwa kuwa hata yeye alikimbia kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Mfalme akasema hii haikuwa nzuri, kwa hiyo unapendekeza tufanye nini? Mfalme wangu, mimi ninachopendekeza tuwaache ili waweze kupigana na huyo mnyama ili waweze kumuondoa. Nafisa akampinga. Kwa nini aseme hivyo? Kwa sababu tu anamjua Ofoni ni muoga. Kwa nini unapendekeza tuwaache wapigane wenyewe? Vipi kama jambo baya litawapata? Mfalme akasema, ninawaagiza ninyi wanne pamoja na baadhi ya wanakijiji, ninawaamuru mwingie ndani kabisa ya msitu mkawatafute hao maaskari ili waweze kuja kupambana kwa pamoja kwa ajili ya kumuua huyo mnyama. Basi baada tu ya mfalme kumaliza kuzungumza hayo machache, akawaamuru waondoke. Tunatupa huku porini, kuna hawa wadada wapo wanasenya kuni, lakini wakiwa katika harakati zao za kusenya kuni, ngoma imetinga mjomba. Sasa likawa linasogea taratibu kwa Elidia. Huyu bidada akaliona Elidia akashtuka, wenzake wote spidi mita, ndo ikabidi ageuke taratibu. Akakutana nayo, ilimtwanga hiyo. Elidia akapoteza maisha pale pale. Huku napo kina Boateng wakiwa wanaelekea polini kwa ajili ya kwenda kuwatafuta wale maaskari. Njiani wakakutana na huyu mwanamke akiwa anakimbia. Wakamuuliza ana tatizo gani na mbona anakimbia? Akasema monster. Boateng akauliza, hivi unamwelewa anachokizungumza? Akasema ndiyo, anazungumzia kuhusu monster. Akawa anawaambia kwa Kigana kwamba huyo mnyama aliwakuta shambani na akaanza kuwashambulia. Kwa bahati nzuri alifanikiwa kutoroka. Nafisa akamwambia, nenda nyumbani moja kwa moja ili uwape taarifa na wengine juu ya hichi kilichotokea ili waweze kuwa waangalifu. Episode namba 4 inaishia hapa, hivyo tukutane katika episode inayofuata. Ulikuwa nami explain wako la Mtanzania Ikembuga boy. Hivyo usisahau kutana notification bell, kusubscribe, kucomment na kulike. Shayo!